Ninayo furaha kubwa sana ya kuwepo na wewe siku ya leo, siku ya Ijumaa ambayo ni njema. Naamini uko salama kabisa. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Na pia namshukuru pia walezi wetu wa kiroho, mama na baba, kwa nafasi hii ambayo Mungu ameniamini nayo kusimama mbele zenu. Na Mungu awabariki. Asante. Roho Mtakatifu, karibu katika ibada hii, karibu utuhudumie. Wale ambao hatukuwepo Jumatano, tulikuwa tukijifunza namna Roho Mtakatifu umgeuza mtu kuwa mtu mwingine. Namna Roho Mtakatifu umgeuza mtu kuwa mtu mwingine. Sitarudia sana. Leo ninataka tuombe sana. Tulishia kwenye maombi ya kuomba uwezo wa Roho Mtakatifu wa kufanya mambo ambayo hatuwezi. Mungu atuvike uwezo wa Roho Mtakatifu ambao umepotea ndani yetu. Ninaposema kuomba kwa jina la Roho Mtakatifu, inahitaji tumaanishe kweli katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukitaka vitu vya kimungu, au mtu akitaka vitu vya kimungu, sharti amaanishe kutoka ndani. Usiruhusu hali ya nje ikakuzuia kuomba kwa bidii. Usiruhusu hali ya nje ikakuzuia kuomba kwa bidii. Wewe mwenyewe unajua, mwenyewe unajijua. Ulikuwa mwanzoni ulipookoka, ulikuwa umejawa na Roho Mtakatifu na nguvu zake. Ulikuwa uoni haya hata kwenye biashara kubeba Biblia. Kama baba yetu Pastor David huwa anasema, siku hizi watu hata kutembea na Biblia tunaona shida. Ulikuwa unaweza kusoma neno masaa mengi, kuomba, kufanya ibada nyumbani, kuhubiria watu, lakini uwezo umepotea. Na kama tunakuja kanisani kwa kuwa nguvu za Roho zimeondoka kwetu, tukubali tu. Hata kama unazo, yatupasa kunyenyekea zaidi, maana bado hatujafika. Unakuta tunakuja kwa hali ya kawaida, mazoea au kama taratibu za dini, kwa sababu Roho Mtakatifu hajachukua nafasi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Andiko kuu lilikuwa Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 mpaka wa 9. Linasema Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 mpaka wa 9. Ninaenda chapu. Sasa nataka tuombe walau saa moja hivi. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Haya. Sema na Roho ya Bwana. Na Roho ya Bwana itanijilia kwa nguvu. Hizi sio sauti za watu ambao wanatamani kugeuzwa leo na Roho Mtakatifu. Sema na Roho ya Bwana itanijilia kwa nguvu, nami nitatabiri pamoja nao, nami nitageuzwa kuwa mtu mwingine. Leo Roho Mtakatifu yuko tena kutuhudumia hapa, akitaka kutubadilisha, kutugeuza kuwa watu. Wewe ni shahidi wa ulikotokea tangu ulipookoka hadi sasa. Ukipima maisha yako ya kiroho, nikipima maisha yako ya kiroho binafsi, yameyumba kwa sababu Roho Mtakatifu nguvu yake imeondoka kwa sababu ya matendo yetu mabaya. Amina. Ichunguze kadri unavyozidi kuongea. Yale mambo niliyoyaacha yanahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu, kwa maana hatuwezi peke yetu. Mimi siwezi kulisema neno la Bwana bila Roho Mtakatifu. Siwezi kuomba masaa mengi bila Roho Mtakatifu. Siwezi kujitenga mahali pasiri bila Roho Mtakatifu. Siwezi kumtolea Mungu kwa bidii
lakini na Roho Mtakatifu yuko hapa kutusikia. Wewe vivyo hivyo huwezi bila Roho Mtakatifu. Siwezi kumpenda Mungu bila Roho Mtakatifu. Nilizungumza Roho Mtakatifu atakushukia kwa nguvu ikiwa umemaanisha kutaka na nguvu zako. Tunaenda kuomba Roho Mtakatifu atushukie tena kwa nguvu. Uwezo wake utushukie kwa nguvu. Matendo 1 mstari wa 8. Matendo 1 mstari wa 8. Matendo 1 mstari wa 8. Inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na katika Suba na katika pahala mbalimbali, Samaria na hata mwisho wa nchi. Nguvu ya Roho Mtakatifu ndio ile inayotusukuma kumwambia mtu aache dhambi. Ndio inayotusukuma kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ndio inayotusukuma kuishi vile Mungu anavyotaka. Pili iliyopita nikasema leo kuna tofauti za ujio wa Roho Mtakatifu. Kuna Roho Mtakatifu juu ya mtu na Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Juu ya mtu au pako Roho Mtakatifu juu ya mtu unahusiana na utendaji wa karama na vipawa. Ila ndani ya mtu yale mafuta ya ndani yanahusiana na utakatifu wa mtu binafsi. Ndio maana katika Mathayo sura ya 7 kuanzia mstari 21 na kuendelea, anasema siku ile watu watamwambia, Bwana Bwana, hatukufanya unabii, sikufundisha pale WPM, sikuimba praise sharabaya kwa jina lako, nilimalisha mchungaji, nilipokea Biblia Bwana kwa jina lako, nilitoa sadaka. Lakini Bwana anasema, ondokeni kwangu siwajui, kwa maana ni ondokeni kwangu siwajui ninyi mtendao maovu. Swali, kutabiri ni dhambi? Sivyo. Fanya ishara ni dhambi? Sivyo. Maana watu hawa walikuwa na maisha ya kutokipeleleza, maisha ya uovu, hasa dhambi za siri. Manake mafuta ya Roho Mtakatifu yamekauka ndani yao. Na tukitambua ya kuwa hizi ni nyakati za mwisho. Haleluya. Tuko nyakati za mwisho. Tuchunguze mioyo yetu. Tunahitaji Roho Bwana atushukie. Si kwa kwambia haya pokea Roho Mtakatifu akushukie, amina. Kumaanisha binafsi yangu kwa neema ya Mungu nimewahi kupata experience ya uzoefu, experience tofauti za Roho Mtakatifu au za nguvu za Mungu. Ili upokee nguvu za Mungu, ili upokee uwezo utokao tu, sharti kwanza uweke mazoea pembeni. Sharti kwanza umaanishe toka ndani. Wakati mwingine yaani hata mwili wangu isione thamani mbele za Bwana. Yaani mimi kama kwenye eneo la ibada na ninataka kupokea kitu, huwa siangalii kulia au kushoto, nani ananiangalia? Binafsi yangu iko tayari atapiga magoti hata kwenye magumu nipokee kile ninachotaka. Maana kumaanisha ya kujinyenyekesha. Watu wengi sisi hatumaanishi na subira. Tunahitaji maanisha, tunahitaji kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Tubatizwe tena pamoja. Kwa hiyo ni haja ya Bwana Yesu
kuwa tutavikwa uwezo utokao juu, utakao tuwezesha kuhubiri, kutumika na kufanya mapenzi ya Mungu bila woga. Kuwafungua walevi wa mtabaki. Tumekuwa waoga, kuwafungua waliofungwa. Mizani ni kazi ya mchungaji au mtumishi, lakini kazi ya kila mwamini. Kwa nini? Hatuna ushirika na Roho Mtakatifu. Hatuna upako wa Roho Mtakatifu. Sijui ninaongea na mtu mmoja ambaye ana kiu tena ya kubatizwa upya na Roho Mtakatifu, ya kujaa tena, maana hakuna ukomo wa kujaa. Tengeneza kiu jioni ya leo. Jumatano ile ilikuwa ya tofauti sana. Binafsi niliona matokeo ya kumaanisha kwenye kile chochote tukijifunza. Unapokuja mbele za Bwana, usisahau kabisa kwamba kuna watu nyuma yako. Akili zako zote zielekee kwa Bwana. Chukulia picha hapa, mimi sipo, amekaa Bwana wa Bwana yuko hapa. Mimi huwa natengenezaga picha kwenye akili yangu. Najua Yesu ana nuru kali, ndio tunakutengenezaga hivyo. Yesu ana nuru kali, sasa usinicheke, ndio namna tunakutana na Mungu. Kama ni Roho Mtakatifu, nitaashuka namna yoyote ile ili nikutane na ule uwepo. Kama ni yani chochote cha kimbingu nitafikiria. Ninapopeleka nafsi yangu mbele za Bwana katika ulimwengu wa roho, ninakuwa mbele za Bwana wa majeshi, ingawa kimwili niko duniani. Wengi maanisha malango ya mbingu leo yakufungukie. Anga ziachie, ukajazwe tena, nikajazwe tena, nivikwe ule uwezo utokao juu. Luka 24:49 inasema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini, kaeni humu kanisani, kaeni humu kimawazo, kiakili, kifikra, hata mvikwe uwezo utokao juu. Sijui nani anataka tena ule uwezo utokao juu. Sijui nani Roho Mtakatifu anataka mvike tena uwezo. Roho Mtakatifu yuko kila siku, ila yule anayemaanisha ndio anapokea. Ninaamini baada ya maombi haya, mimi na wewe uliyemaanisha, uliyekusudia kumsihi Bwana kwamba akuvike uwezo, utaanza kufanya mambo sio uliokuwa unaweza. Kama nilikuwa na shida kufunga, nitaanza. Kama nilikuwa na shida kuomba, lolote jema nitalitenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sema Baba, ninaomba univike huo uwezo utokao juu. Niko tayari kukaa siri hata nivikwe huo uwezo. Roho Mtakatifu, mikono yangu, macho yangu, miguu yangu, pumzi yangu, na kukabidhi wewe, uvitumie kama upendavyo. Unajua kwa nini Yesu alikuwa katika maana sasa tunadili leo mwana wa Mungu? Maana Roho Mtakatifu aliuvaa mwili wake. Macho yake Yesu yalikuwa macho ya Roho Mtakatifu. Mikono yake vivyo hivyo, viungo vyote vya mwili wake. Kwa Roho Mtakatifu hutubadilisha kuwa watu wengine. Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu, miujiza na ishara hutokea. Matendo 1:8. Nimeshasoma kama tutavikwa hiyo nguvu. Ni ahadi. Sasa ahadi
ni ahadi, lakini haitokei mpaka nimemaanisha. Nimeng'ang'ania. Roho Mtakatifu ashukapo juu ya mtu na ndani ya mtu humbadilisha tabia, mwenendo na humpa matunda yake ambayo muamini anapaswa kuyaishi. Tabia na matunda ya Roho ambayo muamini anapaswa kuyaishi. Galatia 5:22-23, matunda ya Roho. Hayo sio nasoma upendo, furaha, amani, wema. Mungu nisaidie niaishi, ndio, lakini ninajibidisha kuyafanya ili aupike kama tabia. Tunapaswa kujenga kiu ya kutamani sana Roho Mtakatifu maishani mwetu, awe rafiki na kujenga mahusiano naye, kuongea naye hata kama hatumuoni. Mbona mwanzoni nilisema Roho, nimemtambua Roho Mtakatifu. Lazima wewe pia jifunze kuzungumza na Roho Mtakatifu siri na wazi. Ili Roho ashuke juu yetu, yapaswa kutamani sana ujazo wake na kulewa katika mvinyo wake. Waefeso 5:18-19 anasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za roho, huku mkimwimbia, mkiimba na kushangilia Bwana mioyoni mwenu. Kwa prayer point hapo, Bwana nijaze tena kwa kipimo cha kulewa mvinyo wako na kutamani tena. Bwana nijaze tena kwa kipimo cha kulewa, kiasi cha kulewa. Hii andiko ni kweli, nimeshuhudia watu wanaomba anaomba kiasi kama mlevi. Anaelewa. Kiwango cha kulewa kinategemeana na wewe jinsi unavyojizamisha kwa Roho Mtakatifu. Vile ambavyo ninayazima mazingira ya nje. Ukileta kujiwaza mbele za uwepo wa Mungu, utapeli ndio. Mimi sijali chochote. Lazima ujitoe, yani utoe fahamu, akili na moyo, ili nikutane na encounter. Yani wanasema encounter, yani nikutane na kile ninachotaka. Mimi naweza nikatumia fikra ya malaika kwamba napoomba hapa kuna malaika wa maombi ananisikia. Hiyo ndio inanipa pressure kuzidi kuomba. Ili mtu au ile sharti uwe tayari kubatizwa kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Hivyo jenga kiu ya ndani upate ubatizo huu, sawa na Mathayo 3:11. Anasema, kweli nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kulichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. 3:11 Mathayo. Kwa prayer point nyingine ni, Baba nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kuna batizo kwa Roho Mtakatifu, usiwe na moto. Kwa tunahitaji Mungu atubatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kuna wito mkuu katika maandiko matakatifu au kwa mujibu wa somo hili. Yesu anasema, kila mwenye kiu na aje maji ya uzima kule. Hivyo kama muamini lazima utamani kumiminwa upya, uwe na kiu ya kupata haya maji ya uzima, utakaswe na kuzamishwa katika vilindi vya moto na kujazwa Roho Mtakatifu. Andika Ufunuo 21:6, Ufunuo 21:6, Ufunuo 21:6, Ufunuo 22:17. Yote haya yanazungumzia Yesu anaita njoo. Kwa hii ugeuze kwa
kwa mtu mwingine pia jifunze kunena kwa lugha kwa muda mrefu kama umejaliwa hicho kipawa cha kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza 14:2. Wakorintho wa kwanza 14:2. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 2 mpaka wa 4. Haleluya. Kwa ombi kuu katika haya maandiko niliyotaja, Bwana Yesu nijaze Roho Mtakatifu, ninene kwa lugha mpya. Of course kuna kadri unazidi kuomba lugha huwa inabadilika. Lugha huwa inabadilika kulingana na kiwango chako cha maombi. Somo fupi la leo tu ni fupi sana. Linasema kurudi katika nguvu za Roho Mtakatifu na kutenda yale usiyoyaweza. Ni mwendelezo, kwa nilikuwa nafanya summary ya yale ambayo tumejifunza. Yaani dakika 2 tutaingia kuomba. Kurudi katika nguvu za Roho Mtakatifu na kutenda usiyoyaweza. Msingi mkuu wa neno la leo ni maneno mawili tu na kisha tunasimama kuomba. Luka 4 mstari wa 14. Luka 4 mstari wa 14. Kurudi katika nguvu za Roho Mtakatifu na kutenda yale usiyoyaweza. Yaani tunapotoka hapa sasa tunategemea mimi na wewe tutarudi katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tutakuwa tunaacha kusengenyana, tutakuwa tunaombeana, tutafurahiana, tutapendana, tutahubiri Injili, tutavuna nafsi, tutaponya wagonjwa wanaolewa. Tuambie unataka kupona, wewe ambaye unalewa ndani yake, kama ulevi unatoka, anasema sasa wapi? Kwa itakuwa hivyo. Luka 4:14 anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Wakorintho wa kwanza 2:3 na mstari wa 4. Nami nalikuwa kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu la kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu. Tunahitaji dalili za Roho na nguvu. Hatuwezi kufanya mambo makubwa kama muamini kibinafsi tusipokuwa na nguvu. Hata maandiko kwenye Mathayo 12:38 ile inasema uwezo kaingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu, ukaviteka vitu vyake. Usipofunga kwanza mwenye nguvu, maana yake wewe uwe na nguvu zaidi yule mwenye nguvu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Tunahitaji kubatizwa, kuvikwa uwezo utokao kwa upya tena. Kuvikwa uwezo. Kuvikwa uwezo. Kuvikwa uwezo. Nafsi yangu ya kutamani. Tengeneza kiu yako. Roho yangu yaona kiu kama yala atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yako ya kutamani. Inua moyo wako kwa Bwana. Nafsi yangu ya kutamani
na uvuli wako. Nifunike tena, nifunike tena, nijaze tena. Nimekauka, nijaze tena mimi, nijaze tena mimi fulani, nijaze tena mimi Bwana. Nimepoteza maombi, nimepoteza kusoma neno kwa bidii. Ule wakati niliokuwa natoa sadaka kwa ajili ya kusoma neno, kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kujitenga, kwa ajili ya kutafuta uwepo wako, nimepotea maishani mwangu. Nijaze tena Bwana, nieleze mbele za Roho Mtakatifu, ili Roho Bwana apate nafasi ndani yako. Wewe mwenyewe unajijua kwa Mungu. Yabaase tena Baba, nijaze mimi, nijaze tena. Nilikuwa na ujasiri wa kuhubiria yote anayekuja mbele yangu, lakini leo nimeshindwa kwa sababu woga umeingia na roho ameniacha. Nimebaki Mkristo mwenye jina tu aliyekufa. Bwana, nilimtupu mimi. Nijaze tena Roho Mtakatifu, nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena. Uamsho kauka ndani yangu, nijaze tena. Pita kama upepo, kama ilivyokuwa siku ile Bwana ya Pentekoste, kama ilivyokuwa siku ile Bwana ya Pentekoste. Tujaze tena Bwana, tujaze tena. Yule mwenye kiu na aje, yule mwenye kiu na aje, yule anayejua amepungukiwa na aje, yule ambaye anajua ninahitaji na aje, na aje, na aje, na aje, na aje. Baba dada setelele la baba. Yuko Bwana mahali hapa, kwa macho onekani ila yupo. Roho Mtakatifu yuko hapa, atujaze tena. Anaichua mioyo yetu, anachua maneno yetu. Baba tujaze, Baba tujaze. Tunategemea kuwaka. Nataka niwake, nataka niwake, nataka niwake. Ikale bosharaba, rabosha katapa, leba kateleba, reba katatayaba. Nimekauka, nimekauka. Nijaze tena, nigeuze, ili nigeuzwe kuwa mtu mwingine, ili nigeuzwe kuwa mtu mwingine. Nigeuzwe Bwana, nigeuzwe mimi hapa nigeuzwe mimi hapa. Nahitaji moto tena, uwezo wa kukaa kwenye maombi binafsi, mahali pasiri, kwenye mikesha binafsi, mahali pasiri, kwenye neno mahali pasiri, kwenye kufundisha, kwenye kuhubiri mahali pasiri, kwa nguvu za Roho Bwana. Barekoya baba yakoya bala shekina baba. Wewe mwenyewe unajua iko wapi ile nguvu ya kwanza, uko wapi upendo wa kwanza, uko wapi ile nguvu ya Roho iliyokuwa ikusukuma. Wengine ni kwa malimosha, wengine ni kwa maofisi yetu, tulikuwa tukihubiri kwa ujasiri. Wengine ni kwenye biashara, lakini leo unakutwa kwenye umbea, lakini leo unakutwa kwenye tabia mbaya, lakini leo unakutwa kwenye njia zisizofaa. Ninakutwa mimi kwenye mawazo mabaya, ninakutwa mimi kwa vivu wa kuomba, ninakutwa kwa vivu wa kusoma Biblia. Leo ninataka nibadilishwe kuwa mtu mwingine. Ninakutwa mimi kuzoea watumishi wa Bwana, ninakutwa mimi kwenye kumzoea mchungaji wangu. Nijaze tena. Rekatakapaya katakapa, rekamasheketeke papara, rekokopata katapa, rekeke paradekapa. Baba nakaya, Baba sitaki niwe mnenaji tu, bali niambatane na nguvu za Roho Mtakatifu, niambatane na Roho Mtakatifu. Nisiishie kunena tu, bali niwe na nguvu, niwe na uwezo, niwe na moto wa Roho Mtakatifu. Baba nikaya na la seteleba rane kopelele na maha
shatakatele mama reketeke la barararara. Ule ufunuo wa neno umepotea ndani yangu. Ile kaya ya shakata kapa reketeke papa alale rakata mandele shakata ba mapele kata reketeke papa rekatata pateke shama seketelema rakatata baba reketele mama reketete baba shakatata rekatata baba rikamantelelema rekekema rekatata baba rekatata wekitatata reketata. Yesu nihurumie, maana nilikaidi sauti ya Roho wako pale aliponionya, aliponielekeza, hata sauti yake ikapotea. Nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena. Kiwango cha unyenyekevu kimeondoka kwa sababu Roho ameniacha. Kiwango cha nguvu, kiwango cha ujasiri kimeanguka kwa sababu Roho ameniacha. Nimebaki na lugha tu. Baba, ninahitaji sasa nijazwe kwa upya, niwe ninayewaka. Rakatata kapaleleba shekete kapaleleba rakatata ya baba reketete mama shakatata ya rekete kanda ya ma rekataka paya ya rikoto shatakama rekete la mama rekoshatakapa. Ule uwezo wa kujitoa umeondoka kwa sababu nguvu ya Roho imeondoka ndani yako. Yesu umeniacha kwa sababu ya uovu wangu. Tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena. Rakotekela ba shatatakaya wegela satatalaba wekitalala. Liko jambo nalijua au nalikumbuka liliondoa nguvu ya Roho ndani yako. Mwambie Mungu akusamehe na ukubali kubadilika. Nikubali kugeuka na kuacha ili Bwana apate nafasi ndani yangu na ndani yako. Rakatele na waya Baba, nijaze tena, tabia mbaya ziondoke. Maana kaya ile mbaya rado sharama lekaya ya raka tataka reketa ya lima ya barabao shatataya ba lakatataya ba ewa shakata matataya baba rima kapala. O Yesu nijaze, Yesu nijaze, Yesu nijaze, Yesu nijaze. Oya maneba shatakataya baba rakatataya rekakakatala. Yesu nijaze, Yesu nijaze, Yesu nijaze. Sharamalala nijaze Roho wako, nijaze Roho wako. Karibu Roho Mtakatifu ndani yako. Sharalale kutaya ma natataya ma lekututula. Bwana nijaze tena kwa kipimo cha kulewa mvinyo wako. Natamani tena kujaa, 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 kujaa. Nijaze Bwana, nijaze tena, nijaze tena. Roho Mtakatifu nitakutia wote. Nikataka yao shandele makaya. Nahitaji kuona tofauti na nilipoingia jioni ya leo. Na nitakapotoka sikubali nitoke kama nilipoingia.
mbele za Bwana. Amekupaka mafuta. Shala ketele baba. Usikubali kutoka bila ushuhuda. Maanisha hali Bwana nijaze tena kwa kipimo cha kulewa uvinyo wako na kutamani tena mbele wasataba. Unasema tusilewe kwa vinyo ambavyo na ufisadi, bali tujazwe. Nimeishiwa Roho Mtakatifu, nijaze tena. Tumekaa huku mjini hata kuviko kwa uwezo ukukao juu. Baba, tujaze tena, tuvike tena uwezo. Roho Mtakatifu nivike kwa uwezo. Roho Mtakatifu nivike kwa uwezo tena. Roho Mtakatifu nivike kwa uwezo tena. Uwezo uliopoteza, uwezo wa kukaa siri, uwezo wa kuona, uwezo wa kusoma neno, uwezo wa kukumbuka maandiko, uwezo wa kufungua watu, uwezo wa kusema neno kwa ujasiri. Naomba uwezo, nivike uwezo. Ratete kaya laba, shantele baba. Tembea Roho Mtakatifu katika tena. Tumeishiwa, tumekuwa wakame, tumeishiwa. Mimi ni mkavu, nikaleba. Nijaze Roho wako, nijaze tena. Kwa kipimo cha kulewa, nijaze Roho Mtakatifu kwa kipimo cha kulewa. Baba, ninaomba univike uwezo utokao juu. Sema Baba, ninaomba univike uwezo utokao juu. Baba, ninaomba univike uwezo utokao juu. Baba, ninaomba univike uwezo utokao juu. Uwezo utokao juu. Uwezo wa Roho Mtakatifu utokao juu. Uwezo wa Roho Mtakatifu utokao juu. Uwezo wa Roho Mtakatifu utokao juu. Bila uwezo siwezi. Siwezi kuomba. Bila uwezo hata nilazimishe vipi, nitaishia njiani. Uwezo wa kumaliza kumaliza. Baba, nikupe uwezo na tete kwa Baba. Wewe ndio letu imeinama. Tumekosa nguvu tena. Baba, nivike uwezo utokao juu. Nivike uwezo utokao juu. Nivike uwezo utokao juu. Uwezo Baba, uwezo kuelewa maandiko katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. Nivike uwezo nivike uwezo utokao juu. Baba, ninaomba univike uwezo utokao juu. Univike uwezo utokao juu. Baba, ninaomba univike uwezo utokao juu. Uwezo ukishuka juu yako, satele bara, maneno yako yanakuwa yakaweka. Leketela baba. Hata maneno yako kumwambia Mungu, atasikia kwa haraka. Leketaya uwezo
uwezo. Sharabu satara, lekamarane, sandelema, la papaya la lavash, telimas, la cusias, ositidabas, etitobas, relitobas, antesigonias, nifike uwezo. Unaweza kukuta vitu kutoka mbali, vya kweli, nifike uwezo, utokao juu. Uwezo kuona zaidi ya saa moja, wewe mwenyewe binafsi, na kale maji. Nifike uwezo na nguvu, nifike uwezo na nguvu ya kusoma neno, ya katele na lalala. Eli haele, uwezo kutokana yangu. Zamani ilikuwa nikifurahia kukaa kwenye mwako, kukaa kwenye maombi, kukaa kwenye neno, kukaa kwenye ubiri, kukaa kwenye huduma yako, kukaa kwenye neno yako, kwenye utakatifu. Lakini nguvu na uwezo vimeondoka. Nipite tena uwezo mpya. Baada ya kelele, maana umesema utarejesha ilivyokuwa, lakini umesema utagwaza roho yako. Baba, ninakusihi Bwana tena roho yako katikati yetu, tukipika ule uwezo utokao juu, ule uwezo utokao juu. Satele mara la kaisetia. Sema Baba, nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Baba, nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Omba Baba, nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa neno lako ulilosema yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Wewe Yesu batizaye kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, tunaomba baza kinachozuia nisibatizwe. Baba, nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. 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 Nikatele baba, shatele bakaya, nikataya baba, nikataya baba, lema sataya baba, lokaya baba, moto wake ndani yako, moto wa Roho Mtakatifu, nibatize tena kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, na kwa moto, na kwa moto, na kwa moto. Baba, ninaomba nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Baba, ninaomba nizamishe kwenye vilindi vyako vya moto, nizamishe kwenye vilindi vyako vya moto, nizamishe kwenye vilindi vyako vya moto. Ninaomba maji ya uzima ndani yangu. Bwana, tibua chemchemi za maji zilizoziba ndani yangu, zilizoziba ndani yangu, zilizokauka. Nipaya na Baba, nibatize kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Bwana Yesu, nijaze Roho Mtakatifu, nijaze zaidi Roho Mtakatifu, nijaze Roho Mtakatifu na nguvu zako, nijaze Roho Mtakatifu na nguvu zako. Nakataya Baba, nikataya Baba, shekika, sheketema, shakataka, sheketema, la sekele Baba, shakele Baba, lekuza kakaya Baba. Baba, nikatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kaya moshakaba, nikakuba, nikasakata, shakataya, nikakataka, nikekabaya. Kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Nikadeba, nibatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, na kwa moto. Moto vite, moto ukie ndani yako, ndani ya nafsi yako, ndani ya roho yako, ndani ya roho yako. Moto wa Roho Bwana, moto wa Roho Bwana, moto wa Roho Mtakatifu. Na shate diba, moto, moto tena, moto tena, moto tena.
Oi, kai he he. Aha. He he. Shaka he he. Otowo. Laka ha ha. Leketaya. Elitaya baba. Lekata tayaba. Likakateteba. Rikashata yaba. Lema sata dadai baba. Na utiisha mwili wangu sasa kuitii roho ya Bwana. Kuitii roho ya Bwana. Roho ya Bwana inijie juu yangu. Ikujie juu yako. Ikukalie juu yako na ndani yako. Yale mafuta ya ndani yanotufundisha kukataa ubaya yaongezeke ndani yako. Yaongezeke Baba, yaongezeke mafuta yale ya ndani. Mafuta yale ya ndani kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Nasimama Ibrahim. Lema sasa yako. Kama Bwana mtendea yako. Mshukuru Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Wewe ni rafiki yangu sasa. Karibu Roho Mtakatifu. Niko tayari kujenga mahusiano na wewe. Niko tayari kuongea na wewe hata kama sikuoni. Niko tayari kuongea na wewe hata kwenye shida zangu. Niko tayari kusikiliza Roho Mtakatifu. Niko tayari kuonywa na wewe. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Niko tayari kunyenyekea kwako. Asante Roho Mtakatifu. Wewe ni nafsi hai. Wewe una nguvu. Wewe una uwezo. Unaweza kufanya asiyoweza kufikirika. Unaweza kuinua viwete Roho Mtakatifu. Wewe ndio ulikuwa na Yesu. Wewe ndio ulimsaidia kuinua viwete. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuwa nyuma ya Yesu. Yesu na uwezo wake alijazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye kwa Yesu. Sai kama haikaya karibu lesikipa kaya lebaha. Asante Roho Mtakatifu. Lakata. Rekata. Hili kaka. Hili kaka. Hili kaka. Hili kaka. Hili kaka. Hili kaka. Ai hili kaka. Rikai. Ali kaya. Karibu Roho. Karibu Roho. Asante Roho. Kwanza jioni ya leo Roho Mtakatifu. Risaidi wao, uongoze sasa. Naweka chini jua ujuzi wako. Naweka chini ufahamu. Naweka chini akili. Naweka chini maarifa. Nataka unifundishe. Na huyo ambaye anakusikia anakuomba anza jioni ya leo sasa. Tutoke katika nguvu na kunena neno lako kwa Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tupe Roho Mtakatifu wako. Kwa kuhudumia. Tupe Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe.